Katika milima ya bonde la Ufa kulikuwa na mvulana mwenye ndoto za ajabu. Jina lake Saitoti. Alizaliwa katika familia ya jamii ya Kimaasai, familia yenye heshima kubwa kwa tamaduni na mila za kale. Alikuwa mtoto wa familia ya wachungaji wa mifugo, akilea ng'ombe, kondoo na mbuzi. Lakini mbali na kazi yake ya kila siku ya kuchunga mifugo, Saitoti alijua kuwa ndani yake kulikuwa na ndoto kubwa, ndoto ya kuruka angani kama ndege. Alikuwa na ndoto ya kuwa rubani wa ndege, akitaka kuona dunia akiwa juu ya mawingu, akitembea kwenye anga za juu kama mtu aliyetulia. Saitoti alikuwa katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima, na kila mara aliketi kwenye vilima vya kijiji chake akitazama ndege ikiruka juu ya anga. Aliota kuwa rubani. Aliwazia kuruka kutoka sehemu moja hadi nyingine, akitembea angani kama mtu ambaye hajawahi kufika mbali. Hata hivyo, maisha ya Kimaasai yalikuwa ya tofauti. Ndoto zake za kuwa rubani hazikujaliwa na wazazi wake au jamii yake. Familia za Kimaasai walikuwa na matarajio maalum kwa watoto wao, na nafasi ya kuwa rubani ilikuwa mbali sana. Saitoti alikuwa na ndoto ya kurusha ndege, lakini alijua kuwa ndoto hii ingekuwa na vikwazo vingi. Katika kijiji hicho alikutana na Naserian, msichana mzuri mwenye macho makubwa na tabasamu la mvuto. Naserian alikuwa ni mrembo wa kijiji na hakuwa na neno kubwa la kusema, lakini alifanya kila mtu kumzungumza kuhusu uzuri wake. Hakuwa tu msichana mzuri, bali alijua jinsi ya kujenga uhusiano wa kipekee na watu wa familia yake. Alikuwa na umoja kwa familia yake, akijivunia utamaduni wa Kimaasai. Saitoti aliona kuwa Naserian alikuwa mpenzi wake wa kweli. Walikuwa na mazungumzo ya kina, walicheka na kuzungumza kuhusu maisha ya baadaye. Walikuwa na ndoto ya kuwa na familia kubwa, lakini wakati huu ndoto za Saitoti za kuwa rubani zilianza kufifia mbele ya upendo wake kwa Naserian. Aliweza kufikiria kuwa maisha ya ndoa yangeweza kuizidi ndoto yake ya angani, na akajikuta akifanya maamuzi ambayo hayakumruhusu kufikia ndoto yake ya kuruka angani. Naserian alijua kuwa ndoa ni sehemu ya maisha ya Kimaasai, na wazazi wake walikuwa na matarajio makubwa kwa ajili yake. Alijua kuwa kama Saitoti angempenda kwa dhati, angemuoa na kumlea kama mume wa familia. Saitoti alikubali kuwa na Naserian, lakini alikuwa na machungu moyoni mwake, kwa kuwa alijua kuwa ndoto yake ya urubani ilifutika. Aliamua kujitolea kuwa mume wa Naserian na kuchukua jukumu la kulea familia. Ndoto zake za kuruka angani zilianza kufifia, lakini hakujua kuwa maamuzi aliyofanya yangeweza kuwa na athari kubwa zaidi kuliko alivyofikiria. Alijua kuwa familia yake mpya ingemhitaji, na alikuwa tayari kujiweka kando kwa ajili ya upendo na wajibu. Walikuwa wakiishi maisha ya kawaida ya Kimaasai, lakini ndani ya moyo wake alijua kuwa alijitolea kwa familia yake. Muda ulivyopita, Saitoti alijikuta akichunga mifugo kama alivyokuwa awali, akiwa na maumivu ya moyo kwa sababu alikosa nafasi ya kuwa rubani. Aliweza kufikiria wakati alipokuwa akiona ndege ikiruka juu yake, lakini sasa alijua kuwa ndoto yake ilikuwa imepotea. Alijua kuwa alikosa nafasi ya kuishi kwa njia yake mwenyewe, lakini pia alijua kuwa alikuwa na furaha katika familia yake. Siku moja alipokuwa akichunga mifugo juu ya kilima, aliona ndege ikiruka angani. Aliangalia juu
na akakumbuka ndoto zake. Alijua kuwa alichagua upendo, lakini alijua pia kuwa dunia ilikuwa kubwa kuliko alivyokuwa amewahi kufikiria. Aliapa kuwa mtoto wake atafika mbali kuliko alivyoweza yeye. Aliamua kumfundisha mtoto wake kuwa na ndoto kubwa, ndoto ambayo ingeweza kumpeleka mbali zaidi ya alivyoweza yeye. Ndoto ya kuwa rubani ilipotea, lakini Saitoti alijivunia kuwa na familia yake. Aliishi kwa furaha, akijua kuwa mapenzi na familia ndiyo yaliyo muhimu zaidi katika maisha. Asante. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili kuweza kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu.